Nam, ni siku nyingine ya kipekee ndani ya Kijiwe Mchongo na UTT AMIS. Tuko hapa Sukari House, tumekuja hapa kuja kupiga story mbili tatu kuhusiana na masuala ya uwekezaji na ndugu wawekezaji. Kama unavyoona huku nyuma kwangu, hao ni wawekezaji ambao wamekuja kujiunga katika ile mifuko yetu sita. Kuna ambao wamekuja kujiunga mfuko miwili, kuna ambao wamekuja kujiunga mfuko mmoja, lakini yote kwa yote wamekuja katika taasisi ambayo iko chini ya serikali kupitia Wizara ya Fedha, ambayo inajihusisha na masuala ya uwekezaji. Lakini vile vile ni taasisi sehemu salama, na ndio maana wako hapa. Lakini vile vile wamesikia kwamba unapata wastani wa faida 12% kila mwisho wa mwaka, na ndio maana wengi wanazidi kujiunga katika mifuko yetu ya UTT AMIS. Karibu sana na usitoke. Mama, shikamoo. Marhaba, ujambo? Kwema kabisa. Kwema. Mimi naitwa Ali Upuju na natokea UTT. Mamangu anaitwa nani na umetokea wapi? Mimi naitwa Halima Msumari, natokea Tabata Mamenzi. Huyu ni kaka yetu? Huyu ni mkwe wangu. Okay. Yes. Sawa sawa. Mwalimu unaitwa nani na umetokea wapi? Naitwa Daniel Makweta, nimetokea Tabata. Tabata. Na huyu ni binti yetu. Anaitwa nani? Anaitwa Daulat. Daulat. Daulat, mambo? Poa. Mzema? Ndio. Uko la ngapi? Wonderful. Wapi? Wonderful. Wonderful. Okay, sawa sawa. Mama, ningependa kuweza kuuliza UTT, wewe ni mwekezaji wa muda mrefu? Mimi ni mwekezaji wa muda mrefu sana, tangu 2005. Toka 2005. Mama, ulikuwa mtumishi wa umma? Nilikuwa mtumishi wa umma wa Tanzania Ports Authority. Okay. Sasa kwa maana yake leo hii mama, mafao yako yote umeweka huko? Mimi nilikuja huko kwa sababu tangu 2005 sijawahi kutoa chochote. Ndio nilikuja hapa ili kuja kujua pesa yangu utaratibu wa kuweza kutoa. Lakini ushaupata? Utaratibu nimechukua kwanza statement. Alafu niende kwenye benki ambayo nilikuwa nimeandikishia. Sawa. Ndio bado niko kwenye hizo process. Kwa maana yake mamangu, toka 2005 mpaka leo ulikuwa unawekeza tu? Toka 2005 mpaka leo nilikuwa nawekeza tu. Na kuogopa? Umeona, uwekezaji ni mzuri kusema. Okay, labda mama, unahisi kwa nini UTT na sio sehemu nyingine, sio kibubu, sio kuweka hela ndani? Why UTT? UTT kwa sababu ni mpango wa serikali. Kwamba hela yako iko salama. Sawa. Yes. Sawa. Lakini vile vile na faida pia. Na vile vile na faida pia. Unaipata. Okay. Kwa wakati. Ndio. Sawa. Leo hii kuna wamama kama wewe ya eji yako kipindi hiko, naamini kuna ambao wao hawakuja kuweka pesa au UTT. Unahisi leo hii wanaweza wakaja wakajutia? Kwa kweli mimi nasema kwamba na washawishi Watanzania wenzangu wawekeze. Kuwekeza UTT ni vizuri sana. Sawa. Faida ipo, na ukiwekeza kwamba huna hasara kabisa. Wewe una faida. Unapata faida tu. Unapata faida tu. Okay. Kwanza hela yako unaisahau kiasi kwamba wewe unashughulika na shughuli zako, lakini mwisho wa siku unajikuta pesa imeingia. Yaani ni uwekezaji wa mwendelezo. Okay, sawa. Mwalimu hapa, huyu umesema ni mtoto. Wewe una mfuko wako na mtoto nao umefungulia? Yes, wote tuna mfuko. Wewe una mfuko gani? Mimi na mfuko tu ya UTT ya kawaida tu. Okay. Liquid au moja? Liquid. Na umejiunga kwa muda gani mpaka sasa? Ana mwaka tu. Una mwaka mmoja. Tofauti umeziona labda kuweka hela ndani, kuweka hela sehemu nyingine na kuweka UTT? Security kwa ajili ya usalama. Yes. Kwa ajili ya usalama. Okay. Sasa na mtoto wetu tumefungulia? Yes. Umefungulia? Unahisi leo hii kama wazazi, mimi mzazi, kwa nini tunakuja tunawekeza mifuko ya watoto? Kwa ajili ya kwake mwenyewe mtoto, baadaye kwa ajili ya ada na vitu vingine, ili aweze kujihudumia mwenyewe sasa kwa kutumia fedha zake mwenyewe alizowekezwa na wazazi. Yes. Manake mpaka ikifika umri fulani, dada yangu hapa kuna pesa yake ya elimu inamsomesha hadi chuo. Yes. Sababu tunakuwa tumepita katika, kama mimi nimepita katika mazingira magumu sana, tofauti na masuala labda wazee wangu wakisema weke hela UTT. Leo nilikuwa tumepita katika ile masuala nenda rudi zile mara nipe niongee na mwalimu, hebu nistiri kidogo. Lakini kwa sasa hivi kama mtoto ukimwekezea pesa yake, maana yake kwa malengo yake baadaye, mpaka huyu anapoanza labda darasa la kwanza, maana yake kuna pesa yake inamsomesha. Wewe baba umekaa unapumua. Na mama ndo alinishauri. Okay. Unajua mama ukubwa dawa. Kabisa. Akaniambia bwana, huyu mtoto unabidi mwekee sasa hela kwa ajili ya hata akifika miaka 10, 15, akifika huko sekondari unakuwa haupati shida, kwa maana unatoa watu hela zinamhudumia ada. Nishakuwa mtu mzima kidogo. Kwa hiyo inakuwa rahisi mtoto kujihudumia mwenyewe. Okay. Yes. Sasa ndio lengo kubwa.
Sasa kwa wazazi ambao labda hawajashtuka mpaka leo kuja kuwekeza kuwafungulia watoto wao mifuko UTT hasa, ungependa uweze kuambia maneno gani hasa? Majuto ni mjukuu. Sasa tusifike huko kwenye mjukuu, tuanze na mtoto. Yani kwa kuwekeza sasa hivi ili mpaka tunafika kwa mjukuu hatuna majuto. Tunakuwa tayari tuna pesa, mtoto anasoma kwa furaha na mambo yanaenda. Wewe unakuwa mtu au una stress au una kitu chochote, mambo yanaenda. Kwa hiyo na washauri wazazi ambao wa watoto wafike UTT, wafungue akaunti kwa ajili ya kuwekeza kwa ajili ya watoto, wafanye watoto wadogo kama hawa, ili baadaye akifika huko sekondari aweze kutumia fedha yake vizuri kwa ajili ya ada. Sasa mama, lolote la kuweza kuambia Watanzania wanakutazama sasa hivi kupitia Kijiwe Mchongo? Yawezekana kuna leo hii mtu ajui UTT, wale sio kweli bwana, ndo wao wa mtaani tu. Lolote mama, wewe mkongwe toka 2005 mpaka leo, naamini una mengi, mimi wape machache tu. Mimi nasema waje wawekeze. Yaani kuwekeza kuna faida nyingi sana. Sawa. Na washauri waje wawekeze kwa ajili ya watoto, waje wajiwekezee na wao wenyewe kwa mafao ya baadaye. Kama mimi nimeweka tangu 2005 mpaka sasa hivi. Huone sasa hivi nitakuwa na hela ya kutosha. Na mimi mwenyewe nakuogopa. Umeona Kwa hiyo na washauri Watanzania wenzangu waje wawekeze UTT. UTT ni bora, na ukiweka hapa hela yako iko salama. Na faida bwerere kabisa. Mimi naitwa Ali Upuji, unaitwa nani? Naitwa Grace. Grace, umetokea wapi? Kigamboni. Kigamboni, ndio unapoishi? Kwenu kwako? Kwangu. Kwako. Ni mwanafunzi, mfanyabiashara, umeajiriwa sehemu? Umeajiriwa. Okay, sawa. Leo ni mara ya kwanza umekuja UTT au ni mara kwa mara unakujaga UTT? Mara kwa mara. Kwa maana yake ni mwekezaji wa muda mrefu. Umefungua mfuko gani? Liquid. Kwa muda gani mpaka sasa? Tokea nipo chuo ilikuwa 2022. Tokea 2022? Okay, umefungua Liquid. Unahisi nani ambaye aliweza kukushawishi au ni wewe mwenyewe tu katika kuhangaika mitandaoni ukaja kusema UTT mbona kama ni sehemu nzuri ya kuweka pesa yangu? Ilikuwa hivi. Yaani wakati niko chuo nikawa nafikiria kwamba kwenye boom langu kiasi kidogo niwe na save. Kwa hiyo mimi nikaa nafikiria niwe na save kwenye benki zile fixed account zile. Sasa kwenye kushirikisha baadhi ya kaka zangu kuwauliza, kuna kakangu mmoja ndo akaniambia kuna uwekezaji wa UTT ambayo yenyewe iko vizuri, yaani hai fixed, kwa sababu kule benki ukiweka, maana mimi nilikuwa na aim kwenye fixed account za benki kwamba nikiweka maybe after 3 years ndo nafanyaje, nikimaliza hicho ndo nakuja kuitoa. Kwa hiyo akanishauri kuna hizo uwekezaji wa like UTT ambayo anytime unaweza kufanyaje, unaweza yaani kuna mifuko na mifuko ambayo mfuko wa Liquid unaweza kutoa anytime. Kwa hiyo ndo connect kwa mtu. Nakumbuka nienda kipindi niko chuo hapo, nikaenda Posta, kuna rafiki yake alikuwa benki pale Posta ya CRDB akanifungulia, na huyo rafiki yake alikuwa na rafiki yake yuko UTT yako sijui basi, yaani mpaka sije kuona na ila tulikuwa tunawasiliana tu kwenye simu. Kwa akanielekeza, then nikajaza ile form, akanifungulia kwenye simu for the first day, nikapewa na form yangu mimi nilijazia pale Posta. Nikaikusanyia pale. Ila after then hivyo nikawa nakujaga, nikawa sasa nishatafuta jengo, nikawa nakuja hivyo ndio ikaga hivyo. Okay. Kwa labda toka ulipoanza kuwekeza na UTT unahisi kuna faida ambazo unaziona? Faida zipo. Ila yani kwa mimi ninavyoona, ukiwekeza hela kubwa ndo faida ndo kubwa zaidi. Sio kama kadri unavyozidi kuweka hela. Yaani kwa mfano labda nimeweka 500,000, sio hivyo? Kwa sababu mimi nishi attend yale mafundisho. Ambao 500,000 kwa mwezi 6%, alituambia inaweza range kwenye 0.91 lakini haizidi 1. Kwa hiyo kwenye ile 500,000 ukipata labda ile % ya mwezi ndio hivyo itaongezeka, ndio itaendelea, faida itazidi kukua. Lakini yule anayeweka 500,000 faida anayopata sasa na yule anayeweka labda milioni 10. Kuna utofauti. Kuna utofauti. Kwa hiyo mimi ndio maana nasema anaweka hela kubwa. The more you invest, the more you get the more. Si ndivyo? Lakini wewe pesa unaweka kila siku? Na unaweka mara kwa mara? Na mara nyingi kwa mfano kama nilivyokuwa chuo nilikuwa kwa sasa hivi kidogo, kwa sababu sio unajua mtaani huko kupambana nini, ila kwa chuo ile nilikuwa nikipata 10,000 naweka.
Nikipata sijui hata kama jaa hela kubwa hivyo hivyo naweka hivyo, kwa hiyo ikanisaidia. Okay, lakini actually unaona kabisa ni sehemu salama katika uwekezaji wako na unapata faida, si ndivyo? Ni sehemu salama, napata faida, na mfuko ambao mimi niliweka ni kwamba hata anytime nikipata shida najua naweza nikatoa pesa yangu, ni siku 2 tu 3 inakuwa ishatoka. Okay, sasa kuna marafiki zako ambao leo hii wapo Kigamboni, popote ulisoma nao chuo, mtaani, ndugu zako, wakikuuliza hivi UTT ni nini hasa, ungependa uweze kuambia nini ili na wao waweze kuja kujiunga? Kuwashauri na kuwashawishi. Mimi ningewaambia UTT kwanza ni taasisi ya serikali, pili kuna usalama, na tatu unapata faida. Wewe ungewaambia nini? Mimi ningewaambia hivi, kama unasema wewe ya kwanza, alafu sasa kwa kuongezea ningewaambia kwamba kwa mfano kama wanachuo, hasa niseme kwa wanachuo wale ambao labda anaweza kaa na hela sasa hivi aoni kazi yake, UTT ni sehemu salama kwamba unaweza ukainvest kidogo kidogo, au unapokuja labda kumaliza chuo itakuwa imeongezeka, itakusaidia wewe sawa kujua unaanzia wapi kutoka ulivyotoka chuo, kwa sababu mimi kwa upande wangu umenisaidia kwa njia moja au nyingine. Nilipomaliza chuo sawa, nilikuwa jobless, lakini sikuwa kidogo nina kanini kazi changu kanisaidia kwenye mambo madogo madogo, si mzigo kwa watu wengine. Kwa hiyo either ni mwanachuo au sio mwanachuo, mfanyakazi ambaye labda yeye hawezi kusave, niseme kwa mtu ambaye hawezi kusave, na uzuri wa UTT unaweza ukadeposit kwenye simu pia. Kwa hiyo try ku use UTT kwa sababu ni kwa faida yake, ni una invest mwenyewe lako inaongezeka, and at the end of the day unakuja kuitumia wewe mwenyewe, hauibiwi ufanyaje, ni hela yako mwenyewe inakusaidia. Sasa umesema nini? Naitwa Grace Nicodemus Mngulu. Kijiwe mchongo na UTT AMIS imenifikia. Kijiwe mchongo na UTT AMIS imenifikia. Naam, bado mimi nazidi kukusisitiza ndugu wewe mwekezaji na ndugu ambaye siweza kuwa mwekezaji kwamba njoo uwekeze katika taasisi ambayo iko chini ya serikali kupitia Wizara ya Fedha ambayo inajihusisha na masuala ya uwekezaji. Tunazungumzia UTT AMIS kwa sababu ukija kuwekeza na sisi unapata wastani wa faida ya 12% kila mwisho wa mwaka, lakini vile vile ni sehemu salama kama tulivyokuambia, ni taasisi ambayo iko chini ya serikali. Kwa maana yake ukija kuwekeza pesa yako UTT AMIS, maana yake pesa yako itakuwa iko sehemu salama. Mwambie na mwenzio, sehemu salama ya uwekezaji ni UTT AMIS. Bwana, mimi naitwa Ali Upuju, kuntunye kidimdimu Mwandila. Tukutane next time. Bye bye.